When you talk of greetings with holy kiss, it becomes another story. Tunaposema kwamba salamu kupitia busu takatifu inakuwa ni habari nyingine. We will be reading our context from the book of Mark, the Gospel of Mark. Tutasoma andiko kutoka kitabu cha Marko, chapter number 14. Kifungu kile cha 14. The book of Marko, chapter number 14. Kifungu cha 14. It is a very interesting context. Ni habari pale nao furahisha sana. It is not really sexy ya kufurahisha. That's interesting. Kufurahisha. Inapendeza. Interesting. Inavutia. Yeah, inavutia sana. Amen. Let's read starting from verse number 17. Tuanzie mstari wake wa 17 pale. I may not be able to read the entire context, it's a little bit long. Ile hadithi ni mrefu kidogo, tutaweza kuipata yote. Let me read 17 to 21. 17 hadi 21. And then I'll be going back. I'll be reading King James Version. Amen. And then we go to verse number 26. We are supposed to read the whole of it, but I will just take a little bit. The Lord will bless us. Amen. Amen. The Bible says, andiko inasema, and in the evening he cometh with the 12, and as they sat and did eat, Jesus said, verily I say unto you, one of you which eateth with me shall betray me. Basi ilipokuwa jioni, yuaja pamoja na wale thenashara, nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amini nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. And they began to be sorrowful and to say unto him one by one, is it I? And another said, is it I? Wakaanza kuhuzunika, wakaambiana mmoja, je, ni mimi? Akawaambia, ni mmoja wa hao thenashara ambao achovya pamoja nami katika kikombe. Verse number 21. The Son of Man indeed goeth as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. Good were it for that man if he had never been born. Kwa maana mwana wa Adamu ataenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingezaliwa. And when, verse number 26, and when they had sung him, they went out into the Mount of Olives. And Jesus said unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. But after that I am risen, I will go before you into Galilee. Na walipokwisha kuimba, walitoka kwenda mlima wa Mizeituni. Yesu akawaambia, wazwa ninyi nyote kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu, nitawatangulia kwenda Galilaya. But Peter said unto him, although all shall be offended, yet will not I. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. Lakini baada ya mstari 29, Petro akamwambia, hata wajapo wazwa wote, lakini sio mimi. Yesu akamwambia, amini nakuambia wewe, leo usiku huu kabla ya kuwika jogoo mara mbili utanikana mara tatu. But he spoke the more vehemently, if I should die with thee, I will not deny thee in any wise.
Likewise also said they all. Please, you can underline that. Peter is the one who has said he better die with him, but the rest joined the music and said, we will not deny you. That verse number 31. Mstari wa 31. Naye akazidi sana kusema, ijapo nipasa kufa nawe, hata hivyo sitakukana kamwe. Na wote wakasema vile vile. We can go to verse number 32 to 36. I think it will give us a conclusion. Amen. And when they came to a place which was named Gethsemane, and he said to his disciples, sit here while I shall pray. So 32. Kisha wakaja mpaka bustani hii iitwayo Gethsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa muda niombapo. And he taketh with him Peter, James, and John, and they began to be so amazed and to be very heavy. Akatoa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye, akaanza kufadhaika sana na kuangaika. And they said unto them, my soul is exceedingly sorrowful unto death. Tarry here and watch. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe. And he went forward a little and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba ya kuwa ikiwezekana saa hii imwepuke. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. Akasema, Abba, Baba, yote yawezekana kwako. Uniondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. I thank God for this word. Namshukuru Mungu kwa neno hili. I don't know whether you're writing or you're listening. Sijui kama unaandika ama unasikiza. But I'll be sharing something very sensitive to all of us. Bali nitakuwa nashiriki kitu ambacho ni cha kuangazia kwa makini kwetu wote. This is a very special context in the Bible. Niseme kwamba hiki ni kifungu speciali katika maandiko, because it speaks around the last times of Jesus on earth. Maana changuzia sana katika maisha ya Yesu wakati wake wa mwisho. What makes it special? Ndiye, nini kinachokifanya kuwa special? Number one, it is because it carries with it. Ya kwanza ni kwamba inabeba ndani yake the major purpose of Jesus coming to the face of the earth. Kusudi lake Kristo Yesu kuja duniani. And when he was talking to his disciples, na alipokuwa akizungumza na wanafunzi wake, especially in this context, sana katika kifungu hiki, although Jesus came as God and as man, licha kwa Yesu alikuja kama mwanadamu na kama Mungu, in this particular time, katika kipindi hiki, he was in his man class. Alikuwa katika kiwango chake cha mwanadamu. Because if he could have died like God, maana angekufa kama Mungu, we could not have been saved. Hatungeokolewa. Because the judgment that was passed, maana hukumu iliyopitishwa, was that man must die. Ulikuwa kwamba mwanadamu lazima. So at this particular moment, katika kipindi hiki haswa, Jesus is purely man. Yesu ni mwanadamu kamili. And every challenge that attacks man, na kila changamoto cha mwanadamu, is already clouded around him, zimemzingira katika maeneo yale, purely as a man. Kwa ukamilifu wa mwanadamu. The power that gave 500 men bread is not at work here. Nguvu ambazo zilikuwa katika, the power that resurrected Lazarus is not at work here. Nguvu ambazo zimemfufua Lazaro haziko kazini. The power that rebuked demons is not at work here. Ambazo zilikemea mapepo haziko hapa. It is purely man, ni mwanadamu kamili, to fulfill the plan of God, aitimize yale mapenzi ya Mungu. And therefore this particular context, kifungu hiki,
talks about Jesus in the class of man. Kinatueleza habari ya Yesu kama mwanadamu. And whenever we read, especially the synoptic gospel of Mark, na tunaposoma hasa katika andiko la Mark, we do not look at Jesus as God. Hatumwangalia Yesu kama Mungu. We look at him as a servant of God. Tunamwangalia kama mtumishi wa Mungu. And therefore, particularly here, he is in the class of man. Basi hapa ako katika sura kamili ya mwanadamu. So any feeling that encroaches a man is upon his life. Katika mambo yote yanayohusiana na mwanadamu yako kwake sasa. So when I'm talking about Jesus on this context, nikiongea kuhusu Yesu katika andiko hii, I want you to see him as yourself. Ningependa muone kama wewe, so that you may see what you're supposed to see. Ili uone kile unachopaswa kuona. Now my message is saying, ujumbe wangu unasema, the 3 barriers, zile hatua 3 that you must break, vituo 3 ambazo lazima uvunje before you enter to the realm of accomplishing God's purpose. Kabla ufike kiwango cha kutimiza mapenzi ya Mungu. The 3 barriers, zile vizuizi vitatu, the 3 limitations, zile vizuizi vitatu that you must break, ambazo lazima uvunje before you enter to the realm of accomplishing God-given purpose. Kabla ufike katika eneo la kutimiza mapenzi kamili ya Mungu. I want you to look at Jesus, ningependa muangalie Yesu as a man now, kama mwanadamu sasa, so that when we go together in this scripture, ili tukienda pamoja katika andiko hii, you will be able to relate with it. Utakuwa unaweza unganisha pamoja, and we shall be able to understand. Na tutakuwa na uwezo wa kuelewa. There are 3 circles. Kuna eneo 3 which a man who has been called by God, ambazo mwanadamu ambaye ameitwa na Mungu, must understand them keenly. Lazima zifahamu kwa umakini. For you to break them and go where you are supposed to go. Ili uweze kuzivunja na kufika mahali unapaswa kuwa. Anytime you live without this knowledge, kipindi chote unaishi bila ufahamu huu, it makes you get limited. Ya kusababisha uzuilike from becoming what God wants you to become. Ili kutofanyika kile Mungu alitaka ufanyike. I want you to hear this point clearly. Nataka upate alama hii vizuri. Any man called by God, mwanadamu yote ameitwa na Mungu, is not necessarily qualified. Hajahitimu kikamilifu. It is only God who qualifies a man. Ni Mungu ambaye umhitimisha mwanadamu. The truth that God has called you, ukweli kwamba Mungu amekuita, does not make you live a life like an angel. Haikusababishi kuishi maisha kama ya malaika. There are things you must arise and overcome. Kuna siku utainuka na kushinda. And unless you notice them and break them, na usipotambua na kuzivunja, you may never know how God works. Unaweza kosa kujua jinsi Mungu anafanya. You may never see the accomplishment of God's purpose in your life. Kosa kuona utimivu wa Mungu katika maisha. But whenever God has called a man, lakini pale Mungu amemwita mwanadamu unto his purpose, katika makusudi yake, then you engage yourself basi unajipeana into fighting a certain opposition. Kupigana na upinzani fulani. And these 3 oppositions, na upinzani huu aina 3, must be broken. Lazima zivunjike. If at all you will execute the plan of God. Kama kwa hakika utayatimiza mapenzi ya Mungu. If you execute one and leave the others, ukishinda moja na ushinda na nyingine, you will never make it. Hautafanikiwa. If you execute 2 and leave 1, ukishinda 2 na uache moja, you still do not make it. Bado utafanikiwa. You've got to break the 3 of them. Lazima uzivunje zote 3, that you may be able to overcome. Ili uwe na uwezo wa kushinda. Many of the people of God, kati ya watu wengi wa Mungu, who live with the purpose and the plan of God in their lives, wanaoishi katika mipango ya Mungu maishani mwao, but they live a limited life. Wanaishi maisha yaliyozuiliwa. It is because they never understood the 3 levels. Ni kwa sababu hawakuelewa hatua 3. So today I usher you into understanding. Leo nataka nikupende kwa ufahamu. As we go through the journey of the Bible, tunapopitia andiko la Mungu, and as I take you through the school of ministry, na tunapopitia katika huduma ya shule, until you come to the true knowledge of yourself, ufike katika ukamilifu wa ufahamu. The circle number 1, ile hatua ya kwanza, when Jesus was talking, Yesu alipo
alipokuwa anazungumza, he said this word. alisema maneno haya. There is a person in your ministry. Kuna mtu katikati yenu. He is not away. Hayuko mbali. Even now he is with me here. Na hata sasa anasikia nikizungumza. And we will dip our hands together in the plate. Na pamoja tutaweka mikono yetu kwa chakula. And Jesus said, na Yesu akasema, this person has been designed from hell. Mtu huyu ametumwa kutoka kuzimu. So that he may come and do what he is going to do. Ili aje afanye yampasayo. And I am not surprised that I am together with him. Na sishangai kwamba niko pamoja naye. John chapter 6 verse number 70. Yohana 6:70. Yeah, John chapter 6 verse number 70. Yohana 6:70. 70. Yes. Amen. Jesus answered them. Yesu akawajibu, Have not I chosen you 12, and the one of you is a devil? je, sio mimi niliyowachagua 12 na mmoja wenu ni shetani? Now the first realm that you must break Ile anga ya kwanza lazima uvunje is the devil around your life. ni shetani aliye karibu nawe. Is the devil assigned against you? Ni shetani aliyetumwa kwako. Is the devil who is walking after your life? Ni shetani anayetembea katika maisha yako. Devils are not omnipresent. Mashetani si kwamba yaonekani. Demons are not omnipresent. Mapepo yako kila mahali. Thank you. They are one place in a time. Wako mahali fulani kwa wakati fulani. That is why we have power to send them out of a place to another place. Ndio maana tuna uwezo wa kuyatuma kutoka mahali kwenda mahali. Because they cannot be in two places at the same time. Maana hawezi kuwa mahali kuwili wakati mmoja. You can actually find a possessed person here. Unaweza pata mtu amepagawa mahali hapa. And I tell the demons, Waambie pepo, I send you to Gomu River. na kutuma uende baharini. Whether people will be confused or not confused is none of your business. Watu wachanganyikiwe sichanganyikiwe. The true principle is devil cannot be in two places at the same time. Kanuni ni kwamba shetani hawezi kuwa kila mahali kila When wakati. Jesus finds the guy who was possessed with a legion, Yesu akipata yule mtu alikuwa amepagawa na mapepo he mengi, did not send them far. hakuwatuma mbali. He told them, get into the pigs. Aliwaambia tokeni kwa huyu And the pigs went to the sea. na wakatoka na wakaenda. That is complete deliverance. Hiyo ni ukombozi The kamili. Bible does not question that kind of deliverance. Maandiko hayaulizi swali kuhusu ukombozi ule. I wonder when people struggle too much, Ninashangaa kwa nini watu wanang'ang'ana sana, sending them to the bottomless pit, wakiwatuma katika shimo lisio na mwisho, and then sending them to hell, na wakiwatuma kuzimu, and that is not yet their time. na kwamba na si wakati wao bado. Send them where they can go. Watume mahali wanaweza enda. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Are we in the school of ministry? Tuko katika shule ya huduma. Now the Bible says, Maandiko yanasema Jesus told the disciples, Yesu anawaambia wanafunzi, I chose you 12, niliwachagua 12, but I am assured, I know, na nina uhakika it is in my mind. iko katika mawazo yangu, I am in the knowledge of the truth, niko katika ufahamu wa ukweli, that one of you is a devil. ya kwamba kati yenu mmoja ni shetani. Now I want to prove my statement before I say it with the two scriptures. Nataka nisimamishe msemo wangu katika maandiko mawili. Hallelujah. Amen. When Jesus said, Yesu aliposema, where is it? Woe unto you. Where is the scripture? I'm looking for it. ole wenu. Well, okay. Verse number 21, 14:21. Mark, we are still in Mark 14:21. Marko 14:21. The Son of Man indeed goeth as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. Good were it for that man if he had never been born. Kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingezaliwa. The scripture of Jesus says, maandiko ya Yesu yanasema, it were better if he had never been born. Ingekuwa heri kama angezaliwa. This is to mean ili kumaanisha he was particularly born
ni kumaanisha alizaliwa for this purpose, katika kusudi hii, that he may betray Jesus. ili akamsaliti Kristo Yesu. Which is in other words to say, Hii kwa maneno mengine kusema, after he finishes betraying Jesus, baada ya kumaliza kumsaliti Kristo, he has no other reason to live under the sun. hana sababu nyingine lolote la kuishi duniani. And that is why the Bible says, after betraying Jesus, Ndio maana maandiko yanasema baada ya kumsaliti Kristo, he went and hanged himself, alienda akajinyonga mwenyewe and he died. na akafa. And that place Na mahali pale became a place of blood. pakawa mahali pa damu. Now Jesus said earlier Yesu alisema awali in John 6 number 70 Yohana 6:70 that this person is a devil, ya kwamba mtu huyu ni shetani, but he was appointed together with the 12. ya kwamba aliyesabika katika wale 12, He was among the 12. alikuwa katika wale thenashara. The devil who is monitoring you Shetani anayekutafuta is not in Mombasa, hayuko Mombasa, is not in Kisumu. hayuko Kisumu, He hangs around where you are. yuko pale karibu nawe. Are we hearing the word of God? Tunalisikia neno la Bwana. The devil who is come to attack your life Shetani aliyetumwa kukabiliana na maisha yako does not come from South Africa. hajatoka Afrika Kusini, He is around where you are. yuko pale pale ulipo. Demons come closer to you Mapepo yanakukaribia for them to attack you, ili wakupige wewe, and they also fight na pia yanapigana from a close range. kutoka mahali pa karibu. I'm not saying they cannot be sent from Mombasa. Sema kwamba waweze tuma kutoka Mombasa, I'm not saying they cannot be sent from Nigeria. sema kwamba waweze tuma kutoka But Nigeria. I want you to hear me. Lakini nataka unisikie The vizuri. devil is not omnipresent. Shetani hayuko kila mahali, He can come and go, anaweza kuja na but yeye, at some point he must be there to attack you. lakini kwa wakati fulani lazima kuwa pale nilo. He went to heaven to ask for permission to attack Job. Alienda mbinguni kuuliza ruhusa ya kupiga Ayubu, And he has gone several times to men of God to speak to them. na ameenda kwa watu wa Mungu mara kadha kuwauliza mambo. He came to the Garden of Eden to deceive Eve and her husband. Amekuja katika shamba la Edeni kumdanganya Eve na Adamu. He possessed Ananias and Sapphira to deceive them about the money of the tithe. Alimpagana na Anania na Safira kudanganya mambo ya And uzazi there's wao. so many other people we know in the Bible. Na mambo ya watu wengi ambao tunasoma katika maandiko. There is always a certain devil Kuna shetani pekee moja tu who has been assigned somewhere around your life. ambayo imetumwa mahali katika maisha yako. There is principality of the dark world. Kuna utawala wa gizani. There are rulers of darkness Kuna watawala katika ulimwengu wa who giza come to work around your territory ambao wanakuja kufanya kazi karibu nawe, to put a speed governor on your acceleration, ya kupunguza mwendo wa safari yako, to make sure you do not make it, kuhakikisha kwamba haufanikiwi, to make sure they monitor your advancements, kuhakikisha kwamba wanazuilia usisonge mbele, to monitor that you do not make it as you had planned. kuhakikisha kwamba hautafanikiwa And maishani. they communicate with their higher authorities Inazungumza na mamlaka yao ya juu to tell what level you are. kusema wewe uko katika kiwango gani, And they know your purpose on earth. na wanajua kusudi lako duniani. And therefore they want to the nail to make sure you do not succeed. Basi wanatia bidii kuhakikisha ufanikiwi. But blessed is the man of God Kubarikiwa na mtu wa Mungu who knows on this world ambaye anajua katika dunia hii he do not wrestle against blood and flesh, hatupigane vita vya damu na nyama, but there are rulers and the principalities ya kwamba kuna utawala na mamlaka that oppose our success, ambao huzuilia kushinda kwetu, that make our journey difficult, ambao hufanya safari yetu inakuwa ngumu, that we may never make it in the kingdom of God. ili tusifanikiwe katika ufalme wa Mungu. The greatest assignment of the devil, Yale majukumu makubwa ya when shetani you arise to accomplish the purpose of God, unapoinuka kutimiza mapenzi ya Mungu is to accuse you against your success, ni kukushtaki kinyume cha ushindi is wako to make sure you do not make it. na kuhakikisha haushindi. The Bible says, Maandiko yanasema but Jesus told the disciples, Yesu akawaambia wanafunzi, because they asked him one after another, maana walimuuliza mmoja baada ya mwingine, is it me who is going to betray? je, ni mimi nitakaye kusaliti? Now I want to bring something to your mind. Nataka nilete kitu kwa mawazo wako. Jesus was very keen Yesu alikuwa amemakinika to answer
the question. kuyajibu maswali And yao. at the time they were going to dip their hands together with Na Judas, kwamba kipindi walikuwa wanaweka mkono na Judas, he told the rest, aliwaambia wale wengine, the man in whose hand we are taken together, mtu ambaye mkono wake na wangu kwa pamoja, that is the one. ndiye yule mtu ambaye The disciples understood it. mitume wakaelewa, Judas understood it. Judas akaelewa. This is to say, Hii ni kusema Jesus knew who is the devil. Yesu alimjua ni shetani mgani. A believer who wants to win Muumini ambaye anataka ashinde must identify the devil he is fighting. lazima atambue shetani ni mgani kati ya maisha. Anybody who fights ignorantly Mtu ambaye anapigana vita vya upofu fights a losing battle. anapigana vita visivyo na ushindi. But when we connect in the realm of the spirit, Tunapopambana katika ulimwengu wa roho, it is the will of ni God mapenzi ya Mungu for you to identify the evil power kutambua zile nguvu za uovu that arises against your life. ambazo zinainuka kinyume chako. I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu, May everybody under the sound of my voice mtu chini ya sauti yangu identify the voice of the enemy. ukatambua nafasi ya Identify the devil fighting him. utambue shetani na Identify the devil coming against your life, shetani anayetuma kinyume so chako, that you may rise with the power ili uinuke ndani ya and Mungu bring him under your feet. na umulete chini ya nyayo zako. Any believer Kila muumini who fights ignorantly anayepigana vita vya upofu fights a losing battle. anapigana vita visivyo na ushindi. Are we together in the school of ministry? Tuko pamoja katika masomo ya huduma. Hallelujah. Amen. Any believer Muumini yote who fights ignorantly, anayepigana vita vya upofu, who fights blindly, anayepigana vita visivyojulikana, fights a losing battle. anapigana vita visivyo na ushindi. Number two, Ya pili, any believer muumini yoyote who cannot identify ambaye hawezi tambua the opposing force, nguvu zinazomzuilia, cannot accomplish hawezi kamilisha God's purpose in his life. mapenzi ya Mungu maishani mwake. Let me repeat myself. Nijieleze tena. Any believer Muumini yoyote who fights without knowing, anayepigana vita visivyovijua, without identifying the opposing forces, bila kutambua zile upinzani alizo nazo, can never accomplish hawezi pokea ama kukamilisha exactly the God-given purpose. mapenzi yaliyopeanwa kwake kutoka kwa Mungu. Did you hear me? Umenisikia? You will be a good minister, Unaweza kuwa mhuduma mzuri, but ever losing battles, siku zote unapoteza vita vyako, because you don't fight just any demon. maana upigana vita na pepo lolote, You target a demon. unapigana na pepo iliyotumwa kwako. Hallelujah. Amen. I don't know how many of you were with me Sijui ni wangapi walikuwa pamoja nami in a family service katika ibada ya jamii when I talked about introduction. nilipoongea kuhusu utangulizi. Hallelujah. Amen. I talked about introduction Nilizungumza mambo ya utangulizi, because when you marry that woman, maana unapooa yule dada, the moment you start engaging that woman, siku unapoanza kumwongelesha yule binti, the realm of the spirit is aware. anga za rohoni ziko makini. Hallelujah. The day Siku ile you will sleep with that woman utalala na yule binti before the consecration from the altar. kabla ya kutawazishwa kutoka kwa madhabahu. All the altars behind is or are blood. Madhabahu yote yanayohusiana na maisha yake They have an access to you because you become one body. yanaweza kukupata kwa urahisi kwa sababu umeshakuwa mwili mmoja. So you commit yourself. Unajipeana, You pledge loyalty to the demonic world of that woman. unafungua mlango katika ulimwengu wa mapepo kupitia yule dada. You pledge loyalty and obedience and submission
to the demonic world of that brother. Unajisalimisha katika ulimwengu wa mapepo kuhusu huyo mtu. Because your connection was out of the altar. Maana kuunganika kwenu kulikuwa kutoka kwa madhabahu. It was away from the altar. Ilikuwa kutoka mbali na madhabahu. And because now you are one body, Na kwa sasa kwa mko mwili mmoja, you will fight demons that you can never fight. utapigana na mapepo ambazo huwezi ukashinda. And that is why we like dedicating marriages on the altar. Na ndio maana tunapeana maisha kutoka kwa madhabahu. Now let me leave that one, Niwache hiyo, because I know it is raising some temperatures. maana itaanza kuinua joto. If you like to do it, just go and do it. Ukitaka kufanya, enda fanya. When you be crying, I will not be there. Utakapokukilia sitakuwepo. We have told you enough times. Nimekueleza gharama ya We kutosha. have washed our hands. Tumeosha mikono Go yetu. and try it. Wenda jaribu. Some people think it is a gateway because we prayed for Mr. So-and-so and Sister So-and-so. Watu wengine wanadhani ni njia kwa sababu fulani aliombewa And fulani they were restored back to na church. wakarejeshwa. I will also go and will be restored. Mimi nitaenda nifanye sarakasi na nirudi. Choices have consequences that can never be deleted. Kila uamuzi una majukumu ya kusimamiwa. And when it comes to matters blood, Na inapofika mambo ya damu, blood can never be deleted. damu huwezi ikaondolewa wala kufutwa. Even those of you who are doing sexual things in the internet, Hata ambao wengi mnafanya mambo ya ngono, those are altars that you can never break by your power. ni madhabahu unainua na uwezo ukayavunja kwa nguvu. And I want you to be very careful. Nataka ukuwe makini kabisa. We have warned you enough. Tumekuonya ya kutosha. It is not about your liberty. Si kuhusu ukombozi wako, It is not about your freedom. si kuhusu uhuru wako. It is a lie about life and death. Ni mambo ya maisha na uzima na mauti. Are you hearing me, somebody? Unasikia mtu wa Mungu? So try it at your own risk. Ifanye katika gharama yako. Now let me come back here. Bali wacha nirudi hapa. Jesus knew very well, Yesu alijua vizuri, even on the day of betrayal, hata katika siku ya he kusalitiwa, faced his betrayer anaangalia msaliti and wake he told him, na anamwambia kabisa, will you betray Son of God with a kiss? je, utamsaliti mwana wa Mungu na buso? And he told him, do what you came to do quickly. Akamwambia, fanya yanayokupaswa kwa. When you identify the demon attacking you, Unapotambua ile pepo inayokupiga, you can never fight a losing battle. hauwezi ukapigana vita vya kushindwa. Number 2, Ya pili, the closest circle around your life, ile hatua iliyo karibu na maisha yako, the friends, the people around your life, watu marafiki walio karibu na wewe, even in the church. hata kanisani. I want you to listen to me. Ningependa unisikize. I have had a number of people here Nimesikia watu kadha wa kadha hapa tell me I am close to so and so. wakiniambia kwamba mimi ni mtu rafiki wa fulani fulani, Hakuna jambo langu hajuangi, namwelezanga kila kitu yangu, namwambianga kila kitu kwa sababu tunaombanga na yeye. rafiki yangu. Hallelujah. Amen. I agree with you. Amen. Nakubaliana na wewe. But today let me preach the gospel. Lakini leo uniruhusu nihubiri Injili. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Jeremiah 17 verse number 5. Yeremia 17 mstari wa 5. Hallelujah. Amen. Number 2, I have said it's friends and the most trusted people around you. Hatua ya pili nimesema ni marafiki na sana hasa uliodhaminia maisha yako. The Bible says, Maandiko inasema, thus says the Lord, cursed be the man that trusted in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu, amemwacha Bwana. Please repeat. That Kiswahili is very sweet. It's Amen. very true. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Aha. Amen. In his spirit, Na moyoni mwake he has departed. He has left the Lord. amemwacha Bwana. Because you know, when I speak to Mr. So and so, Unajua, nikieleza mambo yangu when I fulani, speak to Sister so and so, nikieleza mambo yangu fulani, dada fulani, I know I am sorted. ninajua And you forget depending on the Lord. na
wanawacha kumtegemea Mungu. Because the Bible says, Maana maandiko yanasema, trust upon the Lord tegemea Mungu and do not lean on your own understanding. Usiegemee katika mawazo yako. The moment you start leaning on men's understanding, Pindi unaanza kuegemea mawazo and yako you do not seek the counsel of God, na utafuti shauri la Mungu, you will never make it to accomplish the purpose of God. hautafanikiwa kutimiza mapenzi Now ya the Mungu. Bible says clearly Maandiko yanasema kwa wazi that there is a circle around your life. ya kwamba kuna kituo maishani mwako People who look like they are friends. ambapo watu wanaonekana kama marafiki, People who look like they are good neighbors. watu wanaokaa majirani wema, But when it comes to accomplishing the purpose of God, inapofikia ni mambo ya kutimiza mapenzi ya Mungu, they can never be there for you. hawawezi kuwa pale pamoja nao. Jesus tells Peter and Yesu disciples, anamwambia pia Petro na mitume today the shepherd will be stricken ya kwamba mchungaji atapigwa leo and the sheep will be scattered. na kondoo watatawanyika. And this man called Peter raises and says, Juu anaitwa Petro anainuka na kusema, if all the others will be offended against you, japo kwa wengine watakuacha, I, Peter, will stand in the gap. mimi Petro nitasimama. And Jesus prophesied to Peter, Yesu akamtabiria Petro, not as a sign of rebuking him, si katika hali ya kuweka shaka but kwake, as a sign of telling him, lakini katika hali ya when kumwambia, I come to accomplish the purpose of God, ikishafika wakati wa kutimiza mapenzi ya it Mungu, is not your support that sustains me. si kuungwa mkono nawe ambayo And itasababisha. Jesus tells Peter, Yesu anamwambia Petro, you will deny me 3 times utanikana mara 3 before the cock crows 2 times. kabla ya jogoo kuwika. That means you will have gone ahead of it. Ni kumaanisha nimeenda kabla yako, Before it crows 2 times, kabla aliwike mara 2, you will have denied me 3 times. utakuwa umenikana mara 3. And then Peter saying it can never happen. Petro akasema iwezekani. And then verse number 1, the Bible says, 31 maandiko and yanasema, all the disciples joined to Peter. licha ya kuwa mitume waliungana na Petro, They all joined up with Peter. wote waliungana na Petro, And they said, we shall be there. wakasema tutakuwa pale. But when the reality hit the ground, Wakati wa uasilia ulipofika, none of the disciples was found around. hakuna kati ya mitume alipatikana. They were gathered later Wote waliunganishwa baadaye, when they had scattered. baada ya kutawanyika kwao. When you need to accomplish the purpose of God, Unapohitaji kutimiza mapenzi ya Mungu, you stand beyond support of men. unasimama zaidi ya bila kuungwa mkono. This is where Hapa ndipo you do not serve God because somebody is encouraging you. hautumiki Mungu kwa sababu kuna mtu anakutia moyo. Church, are you hearing me? Je, kanisa unasikia? In this serving God's purpose, Katika mapenzi haya ya kumtumikia Mungu, get out of the life of waiting for encouragement. toka katika viwango vya kungoja kutiwa nguvu. Because even the closest people, Maana hata marafiki wa karibu, if they can't betray you, they will deny you. kama hawatakusaliti watakukana. Yes. Praise the name of the Lord. Jina Bwana litukuzwe. And it is very normal. Na ni kawaida. Hallelujah. Amen. Are you hearing me, somebody? Unasikia mtu wa Mungu? We have seen men and women Tumeona watu waume kwa wake look like they are supporting the church. wakikana kama wanashikilia kanisa. But when it comes to the time of executing the purpose, Inapofika wakati wa kutimiza ile kushika mkono, they are nowhere to be found. mikono yenyewe hakuna. Hallelujah. Amen. They look like they support you. Unaonekana kama unakushika mkono. But the moment you start executing the purpose of God, kipindi cha kutimiza lile kusudi, the same people who said, I'm with you, watu waliosema nitakufa na wewe, they will never be there. hawatawahi patikana. Let me talk to born again people. Muongee na watu waliokoka. This is normal. Hii ni kawaida. Tell your neighbor this will always happen. Mambo haya ni ya kawaida. Even your blood brother will deny Hata you. ndugu wa damu na nyama Your atakukana. blood sister will deny you. Ndugu dada yako atakukana. Have you realized Je, umetambua? not many foreigners, Si wageni wengi, not many strangers si watu wengi wa nje will fight you. ambao watakao kupiga wewe. Only those who know you. Ni wale watu wanakujua vizuri. Have we seen it? Je, umeiona? Praise the name of the Lord. Atukuzwe Bwana. A brother
you have walked with, ndugu ambaye umetembea pamoja naye, a sister you've been living together, dada ambaye umeishi pamoja, a brother you went to school together, ndugu ambaye mlisoma pamoja, a sister you've been working together, dada ambaye umefanya kazi naye, a brother you sing together, ndugu ambaye mnaimba naye, a sister you worship dada together, ambaye mnaabudu naye, a person you go to the same fellowship. mtu ambaye mnaenda ushirika pamoja. If you are not keen, Kama uko makini, you will curse many people. utalaani watu wengi. But Jesus was aware. Yesu alimakinika sana. He is the one to prophesy. Yeye ndio alikuwa And anatabiri. he tells Peter, Anamwambia Petro, before the cock crows twice, kabla ya jogoo kuwika mara mbili, you will have denied me 3 times. utakuwa umenikana mara 3. In other words, I'm aware you may not go where I'm going, Kwa maneno mengine unaweza kosa kufika kwenye naenda, but I'm ready to break the limit. lakini niko tayari kuvunja hicho kiwango. Hallelujah. Amen. The people God will entrust with the vision of house of glory Watu ambao Mungu amewathamini katika maono ya nyumba hii ya utukufu are people who go beyond the things they hear from men. ni watu ambao wanaenda zaidi ya mambo wanayosikia na wanadamu. Do I have a believer in the house? Niko na muumini mahali hapa. Angalia jirani umwambie inuka kiwango cha kusikia Mungu. Inuka kiwango cha kumsikia Mungu. Kiasi kwamba ukianza kuongea unaongea kile Mungu alikwambia, sio kile watu wamekwambia. I'm imagining if Jesus could have gone on the cross, Jaribu kuanza kama Yesu angeenda msalabani, saying Peter is with me today, akisema Petro atadungwa msumari moja, we would not have gotten our salvation. hatungeupokea wokovu katika. When you want to accomplish the purpose of God, Ukitaka kuyatimiza mapenzi ya Mungu, close the ears that listen to people funga masikio ambayo yanasikiza wanadamu and move forward. na usonge mbele. The people who told Elisha, do not go forward, Watu waliomwambia Elisha usisonge mbele, your master will be taken away from you today, Bwana wako anaondolewa kwako, were not the evil people of the world, hawako watu waovu wa dunia hii, were not the villagers of Gilgal. hawako wageni kule The Gilgali. Bible says they were sons of the prophets. Maandiko yanasema ni wana wa manabii. Is somebody hearing me? Ndio yanasikia. They were sons of the prophets. Walikuwa wana wa manabii. They are the ones who told him, do not go. Ndio waliomwambia usiende. Stay here together with us. Kaa hapa pamoja na sisi. Your master will be taken away. Bwana wako anaondolewa. There's something that shocks me with that scripture. Na kitu ambacho kilinishtua na yale maandiko. They told Elisha, your master. Wanamwambia Elisha, bwana wako. If they were wise sons, Kama wangekuwa watoto wenye hekima, they could have said, our master. wangesema bwana wetu anatwaliwa. But they said, your master. Walimwambia bwana wako. My brother, when they give it to you, take it. Ndugu yangu wakikupea, pokea kabisa. Don't complain, take it. Usilalamike, lipokee. Umeenda hiyo kanisa sana, kwani unalipwa? Ndio ninalipwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Umeitetea sana, kwani unakulanga huko? Nakulanga. Praise the name of the Lord. Amen. They never identified themselves with Elijah. Hawakuwahi kujihusisha na Elisha na Elijah. They never identified themselves. Hawakujitambulisha. They told him, you are master. Walimwambia bwana wako. And I like the way he was responding. Na ninapenda vile Elisha alijibu kwa. Yes, I know. Akamwambia ndio najua. Hold your peace. Uwe na amani. Another translation says, yes, I know. Sema ndio najua. Shut up your mouth. Nyamaza. Because if you know, you cannot lose it. Maana ukijua huwezi poteza. When you understand where you are going, you can never lose it. Ukifahamu mahali unaenda huwezi poteza. The Bible says, Maandiko yanasema Elisha told them, I know. Elisha akamwambia najua. So let me move on. Wacha nisonge mbele. And even when they came to the banks of Jordan, Walipofika katika mito ya Jordan, they told him, how will you cross over? wakamuuliza utavuka aje? He told them, all your peace there. Akamwambia mnyamaze kidogo. The Bible says they stood afar off. Maandiko yanasema walisimama mbali. There comes a time Kunafika wakati when your closest person wakati rafiki wa will karibu step aside hata kusogea to kando see whether your God is going to
walk with you. But that is the time I need. When everybody is aside, the Bible says that God shall be with me. For he is a present help in the time of my need. We need men who can step up when everybody else is stepping aside. Hallelujah. Amen. You can never accomplish the purpose of God when you listen to the voices around you. Some of the voices are of your mother and your father. They are of your relatives. Let me give a short testimony shortly. When God spoke to me about beginning this church, some of the people are very close to me. They spoke to my parents and they told them what is happening. And one of the elderly men called my mom. He was an head of the church, of course. He told him, this is what your son is doing. And he put a very interesting statement. Alisema, tunafikiria amerukwa na kichwa. Amen. Alimwambia, mimi nikiangalia naona ni kama amerukwa na. And then you know, it was a very bad coincidence. When I was being released by my pastor, it's the same day I was sacked from my place of work. I was not really sacked, I stepped out. Hallelujah. But I got some courage to walk out. I walked out of my job 10 o'clock in the morning. And this man knew that I'm no longer working. So he told my mother, I think this guy is out of his mind. Hallelujah. Amen. When I walked out, I got another job that has added me only 1,000 bob on top. But now this young girl called Gloria got sick and she started confessing. And then some people told me, you're not going to make it. These were very close people to me. Some of them I had helped them in life. Some of them I had supported them in their weddings. Some of them I had grown them in the ministry. But everybody stepped aside. I went to one of the doctors and told me, you need a prayer. And we took Gloria with Mama to Kenyatta. Before we got to Kenyatta, she was healed and she was walking. And she went straight to the doctor. She said, I came to greet you, doctor. The doctor came out and said, where are the parents of this daughter? The doctor loved the air. The air was very smart. And therefore, she gave us some painkillers and we went back. And from that day, Gloria never got sick again. Now, my question is here. If I could have listened to them, where could be this congregation today? Where could be the 15 churches now? Church, sometimes the people around you
watu wa Mungu, wale watu wanaowazunguka can pull you down not to pursue the purpose of God. wanaweza kuwavuta chini msije mkafikia mapenzi ya Mungu. Severally I went back to God. Mara kadhaa nimerudi kwa Mungu Because I felt like the voice of many, the voice of men is too much. nilisikia kwamba ni kama sauti ya wanadamu. And I asked God, are you sure you called me? Nikauliza Mungu, je, kwa hakika uliniita? Till the day I was sleeping in Karura Forest. Mpaka siku nilipokuwa nimelala kule Karura Forest, I heard God told me, lift up your right hand. nikasikia Mungu akiniambia inua mkono wako juu And then lift up your small finger. na uinue kidole chako juu. And when I was lifting the finger, Nilipokuwa ninainua kile kidole, I heard the mighty power of God nikasikia nguvu kuu za Mungu locking my finger. zikishika kidole changu. And he told me that is a deal between me and you. Akaniambia hiyo ni ishara ya kwamba You will never build the ministry I'm sending you to. hautajenga huduma ambayo nakutuma. I will build the church. Mimi Mungu nitajenga And I will huduma watch over the church. na nitaiangalia ile. Then I said, I believe you, God. Nikasema namwamini Mungu. Let me forget about the people saying I'm not going to make it. Tusahau habari ya watu walioniambia sitafanikiwa. Here we are today, church. Hapa tuko kanisa. May I talk to everybody under the sound of my voice? Kila mtu chini ya sauti yangu. There are voices Kuna sauti which will always tell you you are not going. nataka kuambia kwamba wewe ni And mahali. others tell you I will support you. Wengine watakwambia nitakushika mkono. But when you look behind, you will never see them. Lakini ukiangalia nyuma ya You watu, don't need their support. unahitaji kushika You mkono. need the presence of God to walk with you. Unahitaji uwepo wa Mungu I utembee. pray for you in the name of Jesus. Nakuombea kwa jina la May Yesu. the presence of God walk with you Uwepo wa Mungu utembee na wewe. in that family, Katika ile jamii, in the ministry that you began, huduma ambayo unafanya, in the business that you began. biashara ambayo unafanya. May the presence of God walk with you. Mungu utembee na May wewe. the anointing of the Lord lift you. Roho ya Mungu You ikuinue. started with God. Ulianza na May Mungu. God lift you high. Wacha Mungu akuinue. When they shall come like a flood, Wacha wakati the Spirit of the living God Mungu will raise the standard above them. kiwango cha In the name of Jesus, jina la Yesu. may you never shy away. Usiogope. May you never retreat. May you never give up on this life. When the Lord is by your side, it doesn't matter how many people who are by your side. You just need God by your side. Somebody say amen. Tuseme amina. Hallelujah. Amen. The last thing to break Ile kizuizi cha tatu cha kuvunja is your own self. ni wewe mwenyewe. Hallelujah. Amen. And this is where most of us have gotten confused. Na hapa ndipo watu wengi wamechanganyikiwa. The Bible has told us Maandiko yanatuambia he left the 9 somewhere. This time he left 8 somewhere. wakati wamewacha 8 mahali, Because one has gone to betray him. maana mmoja ameenda kumsaliti, And he took 3. akawachukua 3, He took them ahead. akawasongesha He mbele, left them there. akawaacha And pale, now he went alone. naye akazidi mbele. There are times you need to stand alone Kuna wakati unahitaji kusimama peke yako and overcome your personal fears. na ushinde zile hofu za kibinafsi. You table them before God, Unaziweka mbele za Mungu, not by prayer of an apostle, si katika maombi ya mtume, not by prayer of a bishop, si kwa maombi ya askofu, not by prayer of archbishop, si kwa maombi ya archbishop, but your personality in the presence of God. lakini utu wako kabisa mbele ya Mungu. And then Jesus came as a man, Na Yesu akaja kama mwanadamu, and he saw, I said, I wish this cup bypassed. akasema ningetamani kikombe hiki kiniondokee. My fears are above me. Hofu yangu imenivuka na I am kunizidi. afraid up to death. Nimeogopa kufikia kifo, I am shaking and shivering. natetemeka na kuogopa kabisa. I need your help. Nahitaji msaada wako. And he said, now Akasema sasa I'm left with one card. nimewachwa na moja tu, I am left with one card to play this game. nimeachwa na kikombe kimoja tu maishani mwangu. I pull out my will. Na natoa mapenzi yangu, Let your will be done. wacha mapenzi yako yatimie, Because I do not have any other card. maana sina kikombe kingine. I pull out my will. Naondoa mapenzi yangu, Let your will be done. wacha mapenzi yako yatimie. You can never accomplish the purpose of God Huwezi timiza mapenzi ya Mungu if you do not overcome your personal fears. kama haushindi hofu za kibinafsi.
Today I am calling upon this church. Leo ninaita kanisa hii. Let me stop this. Amen. I am calling upon this church Naita kanisa hii because there is a voice that I have heard. maana kuna sauti nimesikia. House of glory. Nyumba ya utukufu. God has called you to accomplish His purpose. Mungu amekuita ukatimiza mapenzi yake. We've got to break every power of the enemy against us. Lazima tuvunje kila nguvu za giza kinyume chetu. We've got to break the voices of the neighbors and the friends and relatives talking to us. Tuvunje kila vizuizi vya majirani wanaotuzungumzia. And we've got to overcome our personal fears. Na tushinde kila ovu za kibinafsi. God is in control of this battle. Mungu anachukulia usukani wa vita. I say God is in control of this battle. Nasema Mungu akona usukani wa vita hivi. Can I tell you, church? Nikwambie kanisa, Soon and very soon, hivi punde we will not talk about enemies of this church. hatutaongea kuhusu maadui wa kanisa. Because there will be nowhere to be found. Maana watapatikana I popote. am only calling you to answer to the purpose of God. Ninakuita ukaitika katika mapenzi. I'm calling you to answer to the purpose of God. Tika katika makusudi ya mbingu. We are changing the entire gospel Tunabadilisha injili from praising the world and the devil kusifu dunia na kuna kuzimu. to lifting up the name of Jehovah God. Kwa jina la Jehova. I am waiting at the time Na ngoja wakati when we shall gather here tutaunganika hapa. not to pray for the sick, Sikuombea wagonjwa. not to pray for the jobless, Sikuombea walio not to pray for the oppressed, Sikuombea walio but just to worship Him and Him alone, kuabudu Mungu aliye. lifting up the name of the Lord, Inua mikono yetu. because we have overcome ourselves. Maana tumejishinda. We have overcome our personal anxiety. Tumeshinda kila hofu. We have overcome our personal fears. Tumeshinda zile hofu. We have overcome what our neighbors fear. Tumeshinda kila hofu. We have overcome what our friends tell us. And we have been consumed by the will of God. So we have come to lift Him high because we know He has the answer of our lives. Because we know He has the final say of our turnaround. I am waiting at the time that is coming. And when people enter to this house, they will not remember their frustrations. They shall remember what the Lord is doing in their lives. They shall lift to the name of Jehovah. They shall worship Him. They shall give Him glory. And then the people around the house, they shall call unto their neighbors. And they shall tell their neighbors, let us go to the mountain of the Lord and worship Him there. For we have seen His deliverance. We have seen His power. We have seen His people worship Him. And it shall come to pass, according to the book of Malachi, I will put a distinction between them that serve me and them that serve me not. I will put a distinction. I will put a mark. I will put a boundary between hypocrites and the people worshiping the Lord. I pray in the name of Jesus, when the mighty hand of God is stretched over this church, you will be found, my brother. You will be found, my sister. You will be found, my brother. We will never serve to please men. We will never serve to please a pastor. We will never serve to please our pastor. We will never serve to please friends. We shall serve God because He is God. We shall serve our Father because He is our Father. We shall lift up His name because He is our Savior. And it shall come to pass as many as are led by the Spirit, those shall be the sons of God. Not the men who listen to the voice of men, not the people who listen to the voices of situation. We will never listen to our situation. We will never listen to our circumstances. We shall listen to the voice of God. I call upon the men of God. Let us hear the voice of God. Let us hear the voice of God. Let us hear the Spirit of God. Let us hear the calling of God. Let us hear the invitation
kumtumikia Mungu. With all our hearts. Na mioyo yetu. With all our strength. Na maisha yetu. With all our might. Na nguvu zetu. Because we know him. Maana tumjua. He will begin a good work. Alianza kazi nzuri. In our lives. Katika maisha yetu. Shall surely come to accomplish it. Atakuja kuitimiza. He will never fear. Hatutaogopa. He will never surrender. Hatutajinyenyekea. He will never retreat. Hatutaondolewa. Because we believe in him. Maana tunaamini ndani yake. We submit under his power. Tunanyenyekea chini ya nguvu zake. We submit under his power. Tunanyenyekea chini ya nguvu zake. House of glory. We fear God. I say we fear God. I say we fear God. A church that fears God has no politics. A church that fears God, they don't entertain sin. A church that fears God, they value one another. A church that fears God, they speak in one language. A church that fears God, there is no division. We have been called to accomplish the purpose of God. Church, I have come to realize men under subjection of God, watu walio chini ya nguvu za Mungu, they do not have pride. Hawana kiburi. Because they do not serve their own purpose. Maana watumikii kiburi chao ama mapenzi yao. They serve God. Wanamtumikia Mungu. They are not proud of their education. Hawana kiburi katika masomo yao. They are not proud of their job group. Hawana kiburi katika kiwango cha biashara. They are not proud of their payslip. Hawana kiburi cha mishahara yao. They are not proud of the house they stay in. Hawana kiburi katika wanakoishi. They have no proud of the car they drive. Hawana kiburi katika magari yao. They have no pride in the money they give to church. Hawana kiburi katika pesa wanayotoa. They serve with humility. Wanatumika katika uvumilivu. I pray today. Naomba leo. May the spirit of humility still move in this house and overshadow every one of us. In the mighty name of Jesus.